Usonga farmer producer. This is mechanization. This is land leveling, actually. This is the land leveling. This is the planting. We use planters. And before, it was being done manually. But even as we're trying to improve production, we ensure that once it's from the nursery, and we do that. Yes, and even as we're doing this, we try and reduce the cost to the farmer. So that's one of the challenges we are facing. What are you doing, James, to make sure that these people have equipment? Equipment, I don't know last time, but we have some. Yes. Okay. Yeah, okay. Then this is the current land production. It's 1,200. It's mainly from the Bunyala scheme. Once the Lower Nzoia has been operationalized, and I think the project is about 75% done, it will have 6,000 acres. That's for phase 1. Phase 2 will have another 10,000 acres. And this is only the irrigated. Busia, yes, and Sia is 67%. Yes. And in addition to that, as we said, mechanization is important. We are working closely with the NIA to ensure that we really bring the proper mechanization. So combined harvester is a big one. The land preparation, which we've already mentioned, planters, and all that is done. Now, once we've moved from mechanization, the most important part, again, is the post-production. That is once the rice has come out, we focus on proper harvesting, but more important, the drying. What the county has done, invested in ensuring the farmers have a drying floor. This is a drying floor where we dry the rice. But during when there's no sun, we are trying to look for investment for electric dryers and moisture. The mill you are launching today is 2.5 tons per day, about 60 tons per day in terms of capacity. So Usonga Rice Mill, which we have here, is in 3 phases. The building, which this is fully funded by the county, we spent 14 million. That's the building you're seeing here. And then on the equipment, we bought an integrated machine, which you'll have the opportunity again to see. And that has a pre-cleaner, destoner, husker, all the way to optical color sorter. We grade the rice and all that. Then, in terms of the third phase, was the walling and bringing the power. So that's the wall. We have done the perimeter wall. We've done a pump house, gatehouse, and we've also done an access road. The access road here is quite important because it's a very swampy area. So what do we need? In order to make sure that we can compete, and in order to make sure that this is running the way it should, working closely with the State Department of Irrigation, Marketing and all, we have done this, the power factor, so this is something that we've worked on, but we need to construct a curing store, a warehouse. At the beginning there, the rice that comes here is never the right moisture. So we need to cure before we put, so we are in need of that. We also need a construction for the finished product, and that will enable us to take advantage of warehouse receipts and commodity stores. We also are looking at an administration block which can serve also as a farmer service center. We also are looking at a solarized borehole at 4.5. And in terms of that, we also want an overhead water storage just to help us understand by generator given there's sometimes unreliability of power. In total, that's 56. But to finalize the story, this can only be an investment which is productive if the Lower Nzoia is completed, because that is what will give us the production. Thank you, sir. I'm coming back to the Lower Nzoia. Yes. Just some minor issues that we are completing, and then thank you, sir. Wakati huu Mheshimiwa Rais atafungua jiwe la kumbukumbu, unveiling of the plaque. Tumpongeze kwa makofi Mheshimiwa Daktari William Ruto baada ya kufungua jiwe la kumbukumbu, the unveiling of the plaque. Thank you, Your Excellency. Mheshimiwa Rais sasa atakata utepe na kuelekezwa kwenye safari fupi. Ni viongozi tu wachache ambao tutaweza kuingia ndani. Tafadhali. Let us appreciate His Excellency anapokata utepe kwa makofi. Hongera, hongera Mheshimiwa Rais. Tukate sasa, let us stop.
Thank you. Your Excellency, we are so proud of you coming here. Let us go to the final end so that we may see how the process goes on. Yeah. So this is the intake pit where we normally take paddy. The paddy which has already attained the moisture content for drying at 12.5%. After that, we normally pour that paddy into this pit, and then it's collected by an elevator. Then it's taken down into this machine known as a paddy cleaner, whereby the impurities are removed, like weeds and straw are separated by this machine. Then from there, it gets to another machine over there. Did you test running? Yes, we have tested already. It is working? Yes, it is working. Even at the final end, we have a final product. Yeah, that is the paddy. Yeah, that is the paddy. That is the Kwamboka variety paddy, which is aromatic. Sir. Yes. Iko na harufu mzuri. In fact, sana sana wanakula, unajua ikiwa na harufu nzuri inafanya quality inakuwa mzuri. Yeah, quality inakuwa sawa. Okay. Thank you, sir. Okay. Yeah. So after the paddy cleaner, then we have a destoner over here. The work of a destoner is to remove the impurities like mud balls. Yes. Then from there, the paddy is taken into this machine known as a husker. Yes. The work of a husker is to remove the outer coat of the grain, which is the husks. Yes. Husks is a waste product, Yes. but there is value addition of the same because it can be burned through a kiln and make organic fertilizer. Very good. Then from there, we have a separator over there, paddy separator. The work of a paddy separator is to separate the unmilled grains and then do it as a return to the husker. Very good. Then the one which has already qualified comes into the whitener. We have 3 whiteners. The reason as to why we normally distribute it into 3 whiteners is to do a gradual removal of the second coat. The second coat is an animal product known as bran meal. Then from there, we have a grading sieve here, whereby we take the grades at this point. We have grade 1, grade 2, grade 3, and grade 4. It was bought from China. Yes, from China. But I hope you have expertise to Yes, run it. yes, yes. I'm the one who installed it in 28 days, and it has actively participated. We did running yesterday. Yeah. Hapa ndio mwisho ya Sasa hapa ndio mwisho. tunaweka kwa Tunaweka pale juu. In fact, there is white rice there, and then it is dropped into this conveyor, and then it is stitched. There is a stitching, a bag closer there. Then from there, it is conveyed as a finished product at this point. Yes. Yeah. Allow me, sir, for you to go into the panel, control panel, for us to start the machine officially. Thank you. Nitaomba Mheshimiwa Rais na Naibu wa Rais pamoja na gavana wetu wataenda pale juu kuanzisha mtambo wetu rasmi. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais na gavana, wale wengine tutulie. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais pamoja na gavana wetu, Mwaura atatuelekeza. Mheshimiwa Rais anaelekezwa jinsi ya kuanzisha mtambo huu na anaonyeshwa mahala ya kubonyeza. Wananchi, makofi mazuri ya Mheshimiwa Rais baada ya kuanzisha mradi huu. Sasa mpunga wetu utafanywa kuwa mchele mahala hapa. Tayari Mheshimiwa Rais ameufungulia rasmi mradi huu. Ni dhahiri shahiri mgeni njoo mwenyeji apone, maana tayari sasa Mheshimiwa Rais amekwisha fungua rasmi mashini zetu, ishara kwamba sasa tu rasmi kupokea, kuleta mpunga na hata kuweza kuwa na nafasi nzuri. Anaelekezwa na kuonyeshwa mchele ambao umetoka katika shamba letu.
Ni wito wake Mheshimiwa Rais kwamba tupande miti ili tuweze kujitosheleza na kivuli, maji na hata mvua. Sasa Mheshimiwa Rais atapanda mti. Karibu sana. From Kenya Forest Service, ready to take you through a tree planting event, sir. Yes. This call it after Botany, a botanical name, a local indigenous tree, good for timber, firewood, soil conservation, and charcoal making also. An indigenous tree, eh? It's an indigenous tree, is excellent, sir. Yes, sir. Yes. Mheshimiwa Rais ananyunyizia mti huo maji, ishara kwamba utakomaa na kutusaidia kama wananchi kwa kivuli na hata kutuletea hali nzuri ya hewa. Asante Mheshimiwa Rais. Ni uvuvi na mambo ya bahari. Hapa Ujaluoni najua watu wawili. Huko juu tulikuwa na Jaramogi Oginga Odinga na Raila Amolo Odinga. Lakini hapa Homa Bay kulikuwa kiongozi hapa kutoka Homa Bay ambao anaitwa Tom Mboya. Na Tom Mboya ukiangalia yale alisema kwa bunge, yale alizungumza popote alienda, kwa mambo ya uchumi na mambo ya sheria, ukiangalia hizo dosari. Sasa kwa sababu mmemaliza kazi yenu, sasa kazi imebaki ni sisi kuwafanyia. Si ni kweli? Si ni kweli? Bado iko uchaguzi mwingine hapa katikati kweli? Si uchaguzi mpaka 2027? Hapa katikati jameni, si tufanye kazi? Ama mnasema namna gani? Ndio sababu hiyo leo mimi nimekuja hapa mambo manne ya muhimu. Nimekuja hapa maneno ya stima. Mimi naelewa ya kwamba stima haijafika kwa nyumba ya wananchi wengi. Na mnajua ile program tulikuwa nayo, program ya last mile connectivity, ilikuja ikakwama. Lakini mimi nawatangazia sasa, tumeikwamua na tumeweka pesa ya kutosha. Hapa Siaya tumewapatia bilioni 1.3, 1.3 billion. Tunataka kuunganisha wananchi 17,000 wapya katika huduma ya stima. Na hiyo ni phase 1. Phase 2 tunapangana kabla ya Disemba
huyu Opiyo Wandayi ambaye ni waziri wangu sasa ya mambo ya energy ataenda amalize negotiation, kwa sababu pale tutapata another 24 billion shillings ndio tufanye phase 2, tuongeze watu ambao watapata stima, ndio tuondoe ile ubaguzi wa samani ati ili upate stima lazima ujulikane. Tumesema hata kama ujulikani, sio lazima ujulikane na chief, sio lazima ujulikane na mzee wa mitaa, kila Mkenya apatiwe stima. Nyinyi mnanielewa? Na ndio nimekuja kuianzisha leo hapa Siaya. Nimeanzisha hiyo mpango kule Mageta, lakini itakuwa ni mpango ya Siaya mzima na Kenya mzima. So nyinyi watu wa hapa mjipange, na tumekubaliana na wabunge wenu, akiwemo huyu mbunge wenu anaitwa Atandi. Nasikizeni, si namna hiyo? Na vile mnajua huyu mbunge wenu ni mtu msumbufu sana, ananisumbua sana, mara ananigombanisha, si ndio? Ndiye ameniambia lazima nifike hapa Alego Usanga, si ndio? Na sasa nimempatia pesa ya kueneza stima, si ndio? Hapa nimempatia karibu milioni 200 ya kueneza stima. Tunaelewana? Sasa hata na nyinyi mumwambie anipeleke polepole. Sasa si nimempatia pesa ya kuendeleza stima? Anipeleke mosmos. Ama mnasemaje? Ama nyinyi ndio mmemtuma anikuja anikimbize? Si ndio? Imagine ananisukuma kama wheelbarrow, imagine. Oh, sijui fanya hii, sijui nini. Lakini hiyo ni maneno mzuri. Ya pili, mimi nimefika hapa Siaya kwa sababu ya mambo ya kilimo. Nyinyi mnajua njia ya kuweka Kenya yenye hakuna njaa ni kusaidia wakulima watusaidie kuzalisha chakula. Watuzalishie rice, watuzalishie mahindi, watuzalishie miwa, watuzalishie chakula ya aina zote. Na ndio sababu mimi nimekuja hapa kuungana na James Orengo, gavana wenu, kwa hii mradi ya mambo ya rice mill hapa Alego Usonga hapa Siaya. Hii kazi county imefanya ni kazi ya muhimu sana, wapigie makofi. Hii ndio barabara ya value addition ya agro processing ambayo itatusaidia kupatia wakulima mapato zaidi, na vile vile tuwache kuagiza mambo ya chakula kutoka nje. Imagine nyinyi watu wa hapa Lego, ati bado tunaleta rice kutoka Pakistan. Hiyo ni ungwana kweli? Na tuko na shamba kubwa hapa, hatujalima, hatujafanya chochote. Na ndio mimi nilisema ya kwamba katika mpango yetu tunataka kuwasaidia wakulima na mambo matatu. Ya kwanza, tuhakikishe ya kwamba nyinyi kama wakulima mko na mbegu na mko na mbolea ya sawasawa kwa bei nafuu. That is our first plan. Kuhakikisha kwamba mko na mbegu ya sawasawa, clean planting seed. Kama ni ya mchele, kama ni ya mahindi, kama ni ya kahawa, kama ni ya chai, kila tuwe na mbegu ambayo imefanyiwa utafiti, ndio mapato ipatikane kwa wingi. Na pia tupunguze gharama ya mbolea. Ile mbolea ilikuwa inauzwa 7,000, tumeteremusha imefika 2,500. Na hiyo subsidized fertilizer, hiyo imepunguzwa na pesa ya serikali. Tunataka our county governments washirikiane na sisi ndio ipatikane karibu na wakulima, so that we can make it accessible and affordable to our farmers. Na mimi nimefurahi sana tumekuja hapa kwa hii mradi, because apart from kuongeza ama kuhakikisha kwamba tuko na affordable seed and affordable inputs, pia awamu ya pili ni kuhakikisha kwamba tuko na mechanization. Nimekubaliana na Orengo na magavana wale wengine. We are undertaking a mechanization plan for our agricultural sector. Na tayari tumekubaliana na serikali ya kule India how we are going to do more mechanization.
na tumekubaliana how we are going to do that plan. Alafu ya tatu, tuweke mpango ya value addition kama hii county ya Siaya imefanya, ndio ipatikane mapato zaidi kwa wakulima na tupate chakula. Hii rice ikitoka hapa tunataka iende straight mpaka kwa supermarket, ndio muweze kupata pesa nyingi. Ama namna gani? Na mimi nataka niulize county government ya Siaya wafanye kazi na wizara yetu ya kilimo, ndio tuwapatie an off-take plan, ili nyinyi mkizalisha hii mchele yenu msikwame nayo kwa maduka. Tuwapatie soko ambaye mtauza kwa bei ya sawasawa, ndio hawa wa brokers, watu wa katikati hapo wanatusumbua, tuwafungie nje. Tunaelewana jameni? Na nyinyi kama wakulima pia muwe na mpango, muwe katika cooperative, ndio tuweze kuwasaidia kuhakikisha kwamba brokers na wakora hapa katikati wasikuje kuchukua mazao yenu kwa bei ya chini. Nasema hao mabrokers wamejaa huku, wananunua kwa bei ya chini. Nasikia James, hii brokers lazima tu deal na hawa. Tumeshakubaliana? Tumeshakubaliana? Mimi nataka niwaambie hivi, as part of our bigger plan on food security, hii region yote hii ya kutoka Migori mpaka hapa mpaka Busia, mimi nitarudi hapa juzi hivi karibuni, nitarudi hapa hivi karibuni kwa mambo ya hii Bunyala irrigation scheme. Tumeweka pesa ya serikali karibu bilioni 6 na nitakuja kuifungua rasmi. Kuna mahali kidogo ilikuwa imebaki. Nimeambia wizara washirikiane na county government ya Siaya na county government ya Busia wakamilishe, so that in the next 2-3 months mimi nirudi hapa, so that we can increase land under production. From the current level, we want to add another 20,000 acres of land into rice production in this Bunyala zone. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Tuendelee namna hiyo? Na kwa sababu hiyo, kwa sababu county wameweka pesa hapa, pia tuko na mpango ya serikali, na nime-authorize ya kwamba wizara ya kilimo itapatiana shilingi milioni 50 ya hii project, kupanua hii project. Tuweke project huko ya kuhakikisha kwamba mchele ikifika ikiwa padi, tunapanga vizuri, tunaweka dryers vizuri, tunaondoa mambo ya moisture, ndio msipoteze mambo yenu ya mchele yenu. Na vile vile upande hii tuweke baada ya hiyo isonge mpaka tuhakikisha kwamba huko mwisho tunahakikisha kwamba mapato yenu inapata sawa sawa. Tuko pamoja? Alafu nasikia mnasema mko na mambo ya barabara. Lakini sasa nikuulize wewe, mtu ya barabara, wewe unaniharakisha. Umeambiwa niko na haraka ya kwenda wapi? Na nikiamua nilale hapa utafanya nini? Yani utadu. So maneno yenu ya barabara ni ya muhimu. Si namna hiyo? Si nilikuwa naenda na mpango. Nilikuwa nimesema nianze na stima, nikuje kwa kilimo, ndio niende kwa barabara. Huyu mtu ako na haraka mingi. So hiyo mambo yenu ya barabara vile vile tumekubaliana, kwa sababu sehemu hii hasa ile barabara inakuja mpaka kwa hii mtambo. Hiyo barabara tutaweka lami, ndio tuhakikishe ya kwamba tunaondoa matatizo yenu. Si ndio? Lakini kila kitu inafanywa kwa mpango. Hiyo nitapangia sasa, nishaongea na viongozi wenu na tumekubaliana, because this is going to be a very important facility and it will add on to making sure that the economy of this area is growing. That is why we have to provide the infrastructure necessary, including the road, to make sure that hii mazao yenu inafika hapa kwa muda na haikwami barabarani kwa sababu ya barabara mbaya. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? So watu wa Busia, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa.
Unataka nini tena? Unataka? Alego, oh sorry. Alego Usonga. Hey. Yaani sasa nyinyi geography, kwani geography yenu iko juu sana? Haya, watu wa Alego Usonga. Sio Siaya. Siriwo. Basi watu wa Siriwo na Alego Usonga. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Na mimi nataka niwaulize. Tumeamua sisi wote ya kwamba sasa tuwachane na siasa ya ukabila. Tuwachane siasa ya kutengana. Tuwachane na siasa ya mirengo na kugawanyika. Sisi wote tuungane tuwe kitu kimoja. Mimi nauliza nyinyi watu wa Alego Usonga. Mnataka tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane? Tuwe kitu kimoja. Mimi nimeongea na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na tumekubaliana ya kwamba tuunganishe Kenya. Na viongozi hawa wote tuunganishe Kenya iwe moja. Ndio mkaona juzi nimetengeneza baraza la mawaziri ya kuunganisha Wakenya wote. Huyu Opiyo Wandayi kutoka Siaya sasa yeye ni waziri wa mambo ya energy ya Kenya mzima. Yule John Mbadi yeye sasa ni waziri wa mambo ya fedha ya Kenya mzima. Mnakubaliana hiyo maneno tuendelee? Mnasema tuunganishe Kenya iwe moja. Kwa umoja tupange mambo ya kupeleka Kenya mbele. Wale wanasema wanataka umoja nione kwa mkono, wale wanasema wanataka umoja. Na vile vile sisi wote kama Wakenya pamoja na majirani zetu wote, majirani wa kutoka Uganda, wa kutoka Tanzania, Rwanda, Burundi, sisi wote tumekubaliana ya kwamba tutamuunga mkono Raila Amolo Odinga aka Baba awe kiongozi wa bara la Afrika. Nyinyi mmekubali twende hiyo barabara? Mtamuombea Baba awe kiongozi wetu wa bara la Afrika? Hebu nione wale wanasema tunamunga mkono hiyo kazi. Basi kwa sababu ya na bado na ingine, na mimi nawaahidi nitarudi tena. Si ndio? Ama mnataka niende nikiendanga? Niende nikirudi? Si ndio? So kwa sababu nitarudi tena, wacha nichukue nafasi hii nipatie Yala. Hii Yala Swam. Hii Yala nimeongea na Orengo. Nasikia mko na mwegezaji hapo. Sasa tutapangana vile hiyo mambo yote ya Yala Swam tutaishughulikia kwa njia ambayo itafaidi watu wa hii Siaya County kwanza. Ndio? Ile mambo ya leases ambayo imetolewa pale tutachunguza upya. Ndio tuangalie mahali ambapo watu wa Siaya wataumia tutaondoa. Tuhakikisha kwamba whatever investment that is going to be done in Yala Swamp, it must be in tandem with the requirements and the rights of the people of Siaya County, so that we can use it for the development of this region and make sure that it benefits the people of this county as it benefits the economy of Kenya. Tumeelewana? Kwa hivyo wacha nimuite naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua awasalimie. Muko salama watu ya Usonga? Huyu ndio Rigiji mwenyewe. Mnamsikianga? Mtu ya pale Mlima Kenya. Nimekuja na salamu mingi kutoka watu ya Mlima. Na sisi tumefurahi tumefika hapa na Mheshimiwa Rais katika ziara ya maendeleo. Na rais wetu amefanya vyema, amesema Kenya yote tuungane. Kwa sababu Kenya ni moja. Na ndio siku zilizopita amelete huyu Opiyo Wandayi katika baraza la mawaziri. Na huyu Wandayi anatosha hatoshi. Sasa wewe Wandayi, hata kama unafanya kazi ya Kenya,
charity begins at home. Kweli ama uongo? Hata Yesu alianza Jerusalem, ndio akaenda Judea. Wewe bwana wadai weka stima pahali yote Kenya, lakini ndio watu ya nyumbani wa kuamini. Anza nyumbani. Akiweka nyumbani iko makosa? Iko makosa? Huyu mheshimiwa wenu Atadi ni rafiki yangu, lakini tulikuwa tunakosana na yeye, lakini sasa tumeelewana. Na tofauti yangu na mimi ilikuwa kidogo tu. Mimi nilikuwa nataka bosi yangu William Ruto akuwe rais, yeye alitaka baba akuwe rais. Sasa tukakosana. Sasa hiyo maneno tumemaliza. Tumesema William Ruto aendelee kuwa rais na baba akuwe mkubwa ya Afrika. Si mambo imeisha? Si ni game shot? Tena mimi nikiwa hapa Siaya nafurahi sana. Huyu governor wenu James Agre Bob Orengo, katika safari yangu ya uongozi nilikuwa napata matatizo. Na mimi napataga matatizo kila safari. Lakini mimi ni chuma ya zamani. Kwa hivyo hata nikipata matatizo sikuwagi na shida. Huyu James Orengo nilikuwa nikishikwa, alikuwa wakili yangu. Kule kotini anaguruma kama simba. Lakini shida yake, bei yake ni kali. Alikuwa ananidai pesa mingi. Kwa hivyo bwana James Orengo, mimi nataka niseme asante, ulinisaidia kotini. Lakini hata kama nasema asante, nilikulipa. Siko sawa sawa? Mtamuunga rais wetu mkono? Na yule mzee wetu baba tumuunge mkono? Jana huyu Junet Mohamed ameniuliza, hii milima iko hapa ndogo ndogo, tuunganishe na ile yangu kubwa yote ikuwe moja. Mungetaka tuunganishe? Tuunganishe milima yote ikuwe kitu kimoja. Na nyinyi watu ya milima ndogo mtakuja, tutafundisha nyinyi kukaa na watu ya mlima. Hawa watu ya mlima ile kubwa, uliza huyu Rais William Ruto, ni watu ya msimamo na ni waangwana. Mkiagana na hao kitu wanatimiza. Nyinyi watu ya milima ndogo mtakuwa watu ya wangwana? Mtakuwa watu ya maagano? Huyu rais wetu mkimwahidi mtafanya ama mtaruka? Kweli? Muko na hakika? Waacha tu mimi nitafanya mkutano ya mlima kubwa na milima ndogo, tuongee mambo ya watu kuwa wangwana na watu ya kutimiza nisalimiane nyumbani. Na mimi nimefurahi hapa Alego Usonga. Hii constituency yenu iko umaarufu sana. Katika serikali ya Moi tulikuwa na mzee anaitwa Peter Olo Aringo. Nimeambiwa ngari yako uhai yako Nairobi. Niende nimtembelee. Niende nimtembelee. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Alego oye! Usonga oye! Usonga untie! Usonga untie! Timure kozoko timure! Nyalore kozoko nyalore! Ai, upoto! Mheshimiwa Rais, mimi kwanza nataka kurudishia wewe asante kubwa sana. Wewe ndio president wa Jamhuri ya Kenya ya kwanza kufika hapa Usonga. Kosentie president Mose Biroka. Jadi moro akoruto kama na nelwe. Kwa hivyo hatutasahau, na umekuja kwa mambo ya maendeleo. Hapa tuna cooperative, na cooperative ndio moja zile cooperative ambao ni wazuri, wametusaidia kuleta hii mill hapa. Lakini tunataka kila mwananchi tuwe wakulima ya mpunga. Uye puro mchele. Jadi uye puro mchele nevarukae. Rais Saile tuna harvest mpunga hapa. Vijana hata wa bodaboda ambao wako hapa wanawacha bodaboda ukule Nyadorora, wanabeba mchele kulete hapa.
Kwa hivyo tukiendelea kupanda mchele na tukiendelea kufanya kazi ili tuwe na value addition hapa, najua vijana watapata kazi. Si vijana mtapata kazi? Si mtapata kazi? Na ile pesa ambao umetupatia, ulisema mambo ya accountability na value addition, tumekuwa tukifanya na watu wa agriculture na irrigation, wafuatilie hiyo pesa, uone ya kwamba hiyo pesa imetumika kwa njia nzuri. Adieri kusoka dieri. Ile kitu metaja ya Yala Swamp, hii shamba ya hapa Yala Swamp, tumeongea na wewe, sitaki kuongeza. Najua utafanya hiyo kazi. Lakini hawa wazee na wakina mama wanalia sana. Hata zile sehemu walikuwa wamepatiwa kwa hiyo lease iko ndani ya maji. Hakuna namna wanaweza kulima. Na ile mzuri akampatie huyu investor na hajafanya chochote hata kitu kimoja. Na for 66 years, miaka 66. Hata hapa wanaanza kulia afadhali Dominion. Lakini najua hayo kazi utatimiza. Ya tatu, umetupatia nguvu zaidi kupata waziri kutoka Siaya, Opiyo Wandayi. Wewe mchapa kazi. Hongera. Na ile hongera kubwa zaidi ni ya baba. Umesimama bampa kwa bampa na Raila Amolo Odinga. Jadi mo yera Raila jatendwa to bende Ruto tiyo jatendwa maber. Ya tingina badu malo kae. Umepatia Raila heshima. Tuliona Nairobi marais wakija pale, tunajua in February Raila Amolo Odinga atakuwa chairman ya African Union ukule Addis Ababa. Hayo ni asante kubwa sana. Ya mwisho kabisa, usichoke kurudi hapa. Umeona kwa macho. Hata kuna wengine naona wakisema nikararuto nikarangamati nikama Ogine kamurotin. Opotkan. Omio udwa mienya usonga. Wana mpango na wewe. Rais wana mpango na wewe. Wana mpango mzuri sana na wewe. Omio kikwa ditie jomanganyi madwa loso. Omio awege kanyo tana bro duogo kendo. Mono wanani ni masindwa ni otiyo. Tiyo kosok ti. Tiyo kosok ti. Nyalore kosok nyalore. Nyalore kosok nyalore. Tumore kosok tumore. Tumore kosok tumore. Ero kamano. Ndi. Aya. Yausonga untie. Yausonga umor. Yausonga urako president. Yamamba president tingunaba adiki mae. Your Excellency, first of all, let me take this opportunity to welcome you to Alego Usonga. Na Rais, nimefurahi nyamazeni kidogo. Rais, nimefurahi sana sababu unajua kila mahali hapa. Na pia unajua shida zetu. Nataka niseme kwamba we are grateful for the projects that you have given us, and especially the Lower Nzoia irrigation project. Hiyo project itatusaidia kwa mambo ya sunflower, itatusaidia kwa mambo ya pumpkins, na itatusaidia kwa mambo ya mchele. Na Rais, pia umeongea mambo ya barabara. Na umesema utatusaidia kwa mambo ya barabara, because that is also very important, Rais. Accessibility of this area is critical because this area has been designed by the county government as the breadbasket of the county. So barabara zile itatengenezwa hapa ni mingi, lakini ile moja tu nilikuwa nataka nikuombe Rais. Ni ile barabara inatoka mahali inaitwa Boro. Inakuja Hawinga. Inakuja Uwasi. Alafu inaenda mpaka Bunyala West. Rais, hiyo barabara ndio itasaidia hii area kabisa. Ya pili Rais, other than mchele na sunflower, iko mahali inaitwa Migingo hapa. Hiyo Migingo ndio mahindi yote tunakula huku inatoka.
Sasa hiyo barabara ikitengenezwa, wale farmers wanatengeneza mahindi huko watapata market rahisi, na hiyo mahindi itafika mpaka Siaya. Lastly, Your Excellency, Alego Usonga ni constituency mbili kwa moja. Tuko na Alego na tuko na Usonga. Unaona rais, just next to, up behind this wall is now Budalangi constituency. Hawa watu, for them to access government services, they have to go all the way to Siaya. I've already informed your able and capable Principal Secretary for Interior that you help us to subdivide this constituency into two, so that watu wa Usonga wasiende kutafuta government services in Siaya. They can get it here in Uranga, so that they be able to be served properly by your government. Your Excellency, lastly, your Attorney General also comes from this constituency. I wanted to thank you for that, together with the appointments you have made, including Wandai and Badi and all the others of the ODM party. Asante sana, Usonga Ruru Kamano. Aya, Usonga fwene uru. Mheshimiwa Rais, mimi sina mambo mengi, ile tu kukushukuru sana. Nikiwa hapa Alego Usonga. Kana Usonga ka. Ago Mheshimiwa Rais Rokamano, jadimu wacho kamano. Wamesema ya kwamba nikushukuru sana kwa kuniteua kama waziri wako, ambaye anasimamia mambo ya kawi. Na mimi nataka kutoa ahadi kwa watu wa Alego Usonga, na kwamba wakati nitakuwa natumikia Wakenya wote hapa kwenu, pia nitakuwa narudi kila wakati. Nitakuwa naja hapa na tano meli ili kushughulikia mambo ya stima kila vijiji. Asanteni sana. Na la mwisho, Mheshimiwa Rais, sisi tumeona ile urafiki uko nayo na sisi. Na sisi hakikisho ambayo tuko nayo ni kwamba tutahakikisha huu urafiki umedumu na umeendelea mbele zaidi. Wangapi wameunga hiyo mkono? Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Niko na mama wetu wa county, mpigeni makofi. Niko na speaker wetu wa Siaya County, mpigeni makofi. Niko na deputy governor wetu hapa, mpigeni makofi. Niko na Elisha Odhiambo, mbunge wa Game, mpigeni makofi. Niko na David Ojieng, mbunge wetu wa kutoka Ugenya hapa. Niko na Kimani Ichung'wah, mbunge wetu wa kutoka Kikuyu, na pia